Karibu Bi Pharmacare and Health Services, jukwaa lako bora kwa afya na tiba mbadala. Tunakuletea suluhisho la kiafya kwa changamoto kama madonda ya tumbo, bawasiri, tezi dume, matatizo ya homoni na mengine mengi. Tunazingatia lishe na tiba za mimea kuhakikisha unapata suluhisho salama na lenye ufanisi. Jiunge nasi ili kuboresha afya yako kwa njia asilia. Karibu kwenye mada ya leo, tujifunze. Utafiti umeonyesha kwamba inatokana na ile bakteria ambayo inaitwa Helicobacter pylori, ama unaona inaitwa H. pylori. Hiyo bakteria huwa inaweza kwamba kuingia katika tumbo, na wakati ambapo imeingia katika tumbo huwa inaanza kuleta ile hali ya kuwa na irritation katika sehemu hiyo na inasababisha vidonda. Mengine yanayoonekana kuchangia vidonda vya tumbo ni unywaji wa pombe kwa wingi, uvutaji wa sigara, matumizi ya dawa za kupunguza maumivu kwa muda mrefu, ulaji wa vyakula vilivyokaangwa kwa mafuta mengi, na mfadhaiko ama ukipenda stress inapozidi maishani. Wakati mtu wako na stress kwa muda mrefu, anakuwa na ile hali ya immune system yake, ile kinga yake ya mwili inaenda chini, kwa sababu kila wakati anatengeneza ile hormone ambayo inaitwa adrenaline, huwa inarudisha kinga ya mwili chini, na pia huwa inasababisha kwamba ile acid ambayo inatengenezwa kwenye tumbo inakuwa nyingi zaidi, inaanza kufanya ile sehemu ya tumbo inaanza kuchomeka na hiyo acid. Daktari, siku hizi idadi ya watu ambao wanalalamikia vidonda vya tumbo imeongezeka, na utakuta pia watoto wadogo. Je, inakuwaje mpaka watoto pia wameanza kuathirika na vidonda vya tumbo? Mtoto saa 11 alfajiri tayari amechukuliwa na gari ya kwenda shuleni, anarudi nyumbani kama saa 2 usiku, hajapata kupumzika vizuri, amepewa ile inaita homework, anakuwa na stress kwa wingi. Halafu vyakula ambavyo watoto wanapenda, tunawapa watoto wetu siku hizi, kuna vyakula ambavyo vina mafuta mingi, kuna vyakula ambavyo vimekuwa deep fried, na bali na hayo pia hatuna uhakika kwamba yale maji ambayo wanainywa pale shuleni na pia sehemu ambazo wanaenda hakuna ile contamination ya H. pylori. Wengine wanapopata maumivu ya tumbo mara kwa mara huyanasibisha na vidonda vya tumbo. Lakini kama alivyonieleza daktari, unapoona dalili kama kiungulia mara kwa mara, kuhisi kuvimbiwa kila wakati, maumivu makali tumboni na kwenye mgongo baada ya kula, kuhisi kichefuchefu na hata kutapika, kupata choo kigumu au choo cheusi, na wakati mwingine kutapika damu, huenda ukawa una vidonda vya tumbo na ni muhimu kufanyiwa uchunguzi ili uanze matibabu. Vidonda vya tumbo vinaweza kuua. Wakati ambapo vinakuwa kwamba vinaanza kuwa na bleeding, inaweza kuleta ile infection ya blood ambayo tunaita septicemia, na pia inaweza kusababisha kwamba mtu anaweza kuwa na ile anaweza kudevelop ile tunaita stomach cancer. Mara nyingi wanaougua vidonda vya tumbo hukimbilia kunywa maziwa ili kutuliza maumivu, huku wengine wakiyafanya kama tiba ya dharura, lakini daktari ana ushauri tofauti. Wakati unatumia maziwa kupunguza ile acid, kwa sababu maziwa iko na calcium, lakini maziwa pia iko na proteini nyingi, na ile acid itaongezeka, itatolewa kwa wingi wakati ambapo protein inaingia katika tumbo na inafika pia katika sehemu ya duodenum. Na wakati acid hiyo inatoka kwa wingi, tena unapata mtu anachomeka zaidi, anapata maumivu zaidi. Sasa basi, mgonjwa afanyeje ili kutuliza maumivu endapo hana dawa karibu? Tumia glasi moja ya maji. Ukinywa glasi moja ya maji itaweza kumaliza maumivu haya, kwa sababu maji yataenda pale kufanya ile acid ipungue, itafanya iwe dilute kwa muda. Zaidi, wataalamu wanashauri tiba zilizothibitishwa hospitalini, na ni hapa ambapo vyakula vyenye faida ya vitamin C likiwemo lile limau vinapendekezwa kutumika kwa wingi. Inasaidia katika kuboost immune system, vitamin C. Ya pili ni kwamba inasaidia katika ile tunaita wound healing ama kupona kwa kidonda. Ya tatu ni kwamba itasaidia katika kuua bakteria. Cha mwisho ambacho ni cha 4 ni kwamba inasaidia katika ile kufanya tunaita cell